أي ذنب قتلت, kwa kosa gani aliuliwa? وإذا الصحف نشرت. Ni ndoto ya kila mwanamke maishani kupakata mtoto. Walakin kwa wasichana wengi wa vyuo vikuu ni kinyume. Imagine mzazi anajua ati umepata mimba, sasa hiyo yeye anakulea kwa mashida, alafu wewe tena ulete mtoi, utamlea aje? So mimi kwangu, kwanza kitu ya kwanza yenye naweza fanya ni abort. Ni wazazi tu wanaweza nifukuza nyumbani, wakose hata kunilipia karo, unaona? Iko sawa, manake siku hizi hata pia unajua imekuwa so cheap, watu wanaweza ipata kwa urahisi. Madaktari wako kila mahali wenye wanaweza fanya hiyo abortion. Sheikh Abubakar Bini ni mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri wa dini ya Kiislamu CIPK katika kaunti ya Uasin Gishu. Anatupa mtazamo wa dini kuhusu uaviaji mimba. Uaviaji wa mimba kwa jumla ni jambo dini zote haikubali. Ni sawa na kuua. Ukiua mtu aliyekuwa anatembea, mtu mzima na mtoto mdogo na yule ambaye anatarajiwa, na lao utafanya uaviaji wa mimba, mtoto yule umeua, hukumu yake itakuwa ni hukumu ya kuua. Uislamu unapinga kwa nguvu zote. Kigen Kisorio, afisa wa miradi katika shirika la kijamii almaarufu Ribro Drive, kaunti ya Uasin Gishu, anatuarifu kuwa idadi kubwa ya wasichana wa vyuo vikuu wanashiriki ngono za mapema, hali ambayo imechangia ongezeko la visa vya uaviaji mimba, wengi wakisaidiwa na wahudumu wa afya. Kuna a lot of unsafe abortion in Uasin Gishu. Tumesikiza a lot of cases wanapewa majani strong tea kali kabisa na wanaambiwa wakunywe. Ya pili, unapata wanaambiwa aweze kujigonga. Juu inajulikana saizi in Kenya post abortion care is free. So immediately akianza ile process ya maybe ajigonge, ataenda pale hospitalini atapata free services. Na hivyo ndo wasichana wengi saizi wanajua, especially in these campuses of ours. Kukunywa wanaambiwa sijui kunywa paracetamols mingi, wanajioverdose kwa hizi madawa. Na ili kudhibitisha hali halisi, niliamua kufanya upekuzi wa kipekee katikati mwa mji wa Eldoret. Naandamana na mwanadada ambaye anajifanya ana mimba kutafuta huduma hizi katika baadhi za kliniki ambazo huduma hizi zinatolewa kwa kati ya shilingi 3,000 hadi 5,000. Mtaka ile chemist yenyewe. Hiyo jina alituambia kwa pronunciation. Hebu enda muangalie hiyo wale. Hizo vitu zinafanyika, tunapatana nazo kila siku. Sisi wa kwanza, sisi msichana wa kwanza na wewe kwa mwisho. Na madhara inaweza kuwa kama gani? But kama unanini tunatafutia tu dawa nzuri tu, yani nategemea ni dawa gani pia umetumia. Nzuri tu unatumia na unakuwa tu sawa, imagine. So hizo kwa na madhara. Like watu wanasema unaweza kufa nini? Unajua hizi vitu inakuja ki emergency kama hujajipanga. Ni emergency. Tunaelewa pia. Na sasa dawa sasa ni pesa ngapi kwani? Dawa ni around 5K. 5K. Ile tu mzuri kwenye inaweza kumletea complications. Unajua tulikuwa pia tunaogopa labda hata asiwahi kupata tena mimba. Atapata. Kipengee cha 26 ibara 4 ya katiba ya Kenya kinasema kuwa uaviaji mimba hauruhusiwi, ila Article 26 part 4 of the Constitution allows abortion in cases of emergency, when the life of the woman is in danger, when the health of the woman is in danger, or if allowed by any other law. Kuna wakati inaruhusiwa kufanya hilo katika sharia ya dini ya Kiislamu. Mimba ile inakuwa na madhara ya yule aliyebeba ile mimba ambaye ni mama, na daktari bingwa aliyekuwa na ujuzi na anayeaminika. Hizi lazima tuziweke wazi. Daktari bingwa, ujuzi na anayeaminika. Anayeaminika aliyekuwa na maadili mazuri. Akasema
ya kwa kuwa lao mimba hii itaendelea, henda ikapoteza maisha ya mama. Sasa hapo inakubalika kwa mimba kwa wakati huo. Swali la msingi ni je, kipenge hiki cha katiba kimepuzwa na wahudumu wa afya, au ni biashara inayonoga, au hata pengine kupotoka maadili ya dini na hata kijamii? Wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Wala msiwaue wana wenu kwa kuogopa maskini, sisi tunawaruzuku wao na nyinyi, hakika kuwaua hao ni hatia kubwa. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Wala msikaribie uzinzi, hakika huo ni uchafu na njia mbaya. Nikiripotia Iqra FM makala maalum, mimi ni Hassan Muhammad.